Hizo ni sauti za wananchi wa kijiji cha Mtakumbuka kilichopo Magamba mkoani Katavi, ambapo wamelalamikia swala la mashehe kudai shilingi 100,000 ili waweze kuzika maiti, ambapo wanadai utaratibu huo upo na wanaufahamu, wakielezea namna ambavyo wameumizwa na hali ya kiuchumi ya familia husika ambayo imekutana na kadhia hiyo. Maskini mama hana kitu, anafiwa na mwanae mkubwa aliyekuwa anamlea. Leo hii wanasema wanataka laki. Ukiangalia familia ni ya kukupa laki, mazingira ya nyumba hii ni ya kukupa laki. Kwa nini wasimwonee huruma mama mjane aliyekuwa anaangalia kupunguza mtoto wake? Leo hii wanataka 100,000. Ni dini ya Kiislamu, BAKWATA wilaya wapo, BAKWATA mkoa wapo, wanataka 100,000 mashehe ili wasaliwe. Tumesema mashehe hawa hatuwataki, Waislamu wako wengi, mkatawazwe, mshike uzu, mje mswalie maiti. Meisha inasikitisha sana, tunaumia sana. Inaonekana huko ni kusoma haya kwanza. Ilikuwa wanataka moja ili waweze kuswalia. Sasa tunasema 100,000 hatuna. Kama Mungu amemhukumu, basi tangu lini dini ikataka rushwa? Dini ni Waislamu. Nataka laki ndio mimi. Rushwa dini. Wanaibadilisha wanaibadilisha Uislamu. Mpaka sasa hivi hajaandikwa. Dini ya Kiislamu nasema nini kosa hiyo? Ambaye mimi ni mama yangu. Sawa, mimi ni mama yangu. Kwa nini itoke 100,000? Ili iweje? Kwa dini gani? Kwa sheria gani? Hiyo 100,000 alikuwa anaiomba ili iende wapi? Au viongozi ni kutoka msikiti gani? na huku kuna msikiti. Tukauliza kwa msikiti wa kule na tofauti au dini tofauti. Kwa 100,000 itoke ndio msalie. Wale kuwasalia wamekimbia. Wambaki wachache ambao wana ushirikiano kidogo, ila wale wahusika wametoroka. Mimi naitwa Faraja au Mama Kiando. Na mimi naitwa Innocent Joseph Meza. Mimi ni mjomba wangu ambaye ni mama yangu. Naitwa Rema Albasi, ni mkazi wa Misukumilo. Huku mimi nimekuja kumzika shemeji yangu, lakini nilipofika hapa nikasikia kwamba inatakiwa itafute 100,000 ndio azikwe. Mimi ni Muislamu, hii sheria sijaisikia jamani. Sijaisikia hii sheria hii, na mimi ni Muislamu. Nimejaribu kupiga simu mjini, wamesema hizi taarifa hawana. Ulipiga simu BAKWATA mkoa? Hapana, nimepiga simu kwa shehe wetu wa Misukumilo. Lakini wanadai kwamba hizi taarifa hazijafika. Kwa hiyo hii ni tume ya huku kutu kijijini. Wameamua tu wao kujitafutia sehemu ya kipato. Mmeamua nini kama wanafamilia? Uamuzi uliotoka ndio akaamua kupiga simu kwa nani huko kwa mashehe wakubwa, wakawa wameongea. Ndio baadhi ya hapo Waislamu wengine wakawa wamerudi kwanza kumsafisha na kumstiri. Lakini hili tunaongea kwa kweli, serikali ilifuatilia ya Waislamu na baraza kuu lifuatilie hili. Kwa hiyo mmeshakubaliana kwamba tayari mtamstiri marehemu? Wameshakubaliana, wanamstiri na wako wanamosha, wanamwandaa, ila wale waliokataa hatuhitaji wamsalie. Kwa majina yangu naitwa Teddy Godfrey Kapufi, ni mkazi wa Makanyagio, manispaa ya Mpanda. Sisi tulipata taarifa za msiba za kaka yetu toka jana saa 8 mchana. Huyu kaka alikuwa ni mwenyekiti wa kijiji cha mabodaboda pale ninapoishi kwangu. Kwa hiyo sisi watu wa mjini tumekuja wengi kumzika kaka yetu, lakini kumzika mwenyekiti wa kijiji cha mabodaboda mtaa wa Fumbe ya Mnyonge. Tulipofika hapa asubuhi tumefika vizuri, tukaendelea na mambo mengine. Baadaye wakawa wametoa sanda kwa ajili
ajili ya kumtengenezea marehemu. Baada ya hapo tukaona bendera ya Kiislamu iliyokuwa imesindikwa hapa imetolewa. Ilipotolewa bendera, hao wana ndugu walikuwa kwenye kikao cha familia kule nyuma. Walivyotoka akatoka wamepaniki kwamba hao Waislamu mashehe wako wanne wamesema wenyewe wanataka 100,000 ndio marehemu aswaliwe. Nikasema hivi, kama wanataka hela ya sanda tutoe, kwa sababu sanda huwa inanunuliwa, labda kuna sanda sehemu wameikopa. Niliyekuwa naye nikamwambia usitoe kwanza hela, tulia kwanza tuone huu mchezo unapoenda. Wanandugu akasema wao hawataki hela ya sanda, wamesema wanataka shilingi 100,000 ili marehemu asaliwe. Nikamwambia hivi, dini ya Kiislamu haiko hivyo. Islamu ndugu yake Muislamu, na Islamu siku zote huwa mtu kama amekufa alikuwa asali afanye nini, wao huwa wanavika. Lakini hii ndio tumeiona kwenye hii kijiji cha Mtakumbuka. Kwa hiyo sisi naomba niwaambie waandishi wa habari, kwa taarifa tulizozipata inaonekana kwamba huu ndio mchezo wa mashehe kwenye hili eneo. Nasoma kwanza walikula laki, walikufa wakaenda kagonga laki ndio akazikwa. Kwa hiyo wanaona kama ni kitega uchumi kwamba Muislamu akifa bila laki wasaliwi. Kwa hiyo sisi tunaomba hili BAKWATA wilaya, BAKWATA mkoa wakae na hiki kijiji la mashehe ili walikomeshe. Huu ni udhalilishaji kwa dini ya watu wa Kiislamu, wanajidhalilisha. Wamegundua kitega uchumi. Hatukusita kumtafuta shehe mkuu wa mkoa wa Katavi Bwana Nasoro Kakulukulu. Kwanza kabla ya kutolewa hiyo 100,000 ambao wao wamesema 100,000, ni lazima tujue huko kutolewa kwa hiyo 100,000 kumezingatiwa nini sasa. Kwa sababu maiti haiwezi kadaiwa pesa. Sasa kama kuna pesa ambayo imedaiwa, basi lazima tufuatilie tujue ni nini hasa kimetokea mpaka hivyo. Naam. Ili nifuatilie, kwa sababu kutoka ngazi ya msikiti kuja ngazi ya mkoa ni karibia, kuna ngazi kama 2 hapo katikati. Naam. Kuna ngazi ya kata na kuna ngazi ya wilaya. Sasa jambo linapokuja moja kwa moja kwangu kama ngazi ya mkoa, kabla ya kutoa majibu lazima nifuatilie kwamba hilo jambo limetokea kwa minajili gani au kwa vigezo vipi ambavyo vilizotumika pale kufikia